Maana alinifuata kuja kuniomba ushauri. Hii imekaje kaje? Maana hata mume wako alinipigia simu na akaniambia niende kazini kwake. Na kuna kazi ya nataka kunipa. Na kazi yenyewe ndio kuchunguza wewe. Juhudi, amani, upendo, mwiko kukata tamaa. Mwiko kukata tamaa. Mwenyezi Mungu aliumba mbingu na dunia, akatuachia amri kubwa ni upendo. Tupendane, tupendane. Leo imekuwa tofauti na jana. Mambo. Poa. Nimemkuta madam. Yes, yuko. Naomba wanitie. Sikili kapteni. Asante sana. Au watakuwa wamegundua kitu kuhusu sisi? Hapana. Kwa sababu nilijaribu kumdadisi. Alionekana hajui chochote kile ambacho anakijua. Ila usijali. Yule ni zoba langu, nimemweka hapa. Kwa hapa apindui. Nitafanya juu chini, nitajua tu kilichoko moyoni mwake. Alafu nilikuwa na shida kipenzi changu. Shida gani? Nilikuwa na shida na 20,000. Yaani jana tu. Leo nilipe deni na riba yake juu. Hapana. Baba. Nisikilize. Kiendacho kwa mganga huwa hakirudi. Lakini kwangu kinarudi na riba. Kevin. Akufanya kwa dhiki ndiye rafiki. Kwa mimi kuomba hela basi ndio imekuwa riba, sijui na deni lake kweli? Yaani mwanamke mwenyewe ambaye alikuwa ananihudumia mimi. Nishazoea nikiamka asubuhi ananipa hela. Mume wangu unaenda wapi? Chukua hela utashinda nao hii hapa. Ila sasa hivi sipati hata 100 mbovu. Kumbe mwanaume suruali eh? Yaani nilijua ni mwanaume ambaye unajielewa, unajitambua. Mimi nakuomba hela, eti unaanza kusema tena yule mwanamke mwenyewe sijui ni nini kweli? Hapana. Mimi sio mwanaume suruali. Mwanaume mjini msingi kiuno. Yaani ni humu. Yaani ndo najua leo kama ni mwanaume suruali. Mimi ni mwanaume suruali. Mjini msingi kiuno siku zote. Yaani ni humu. Oh, Mr. Tony. Karibu. Asante. Bosi. Nimepishana na Imara hapo nje. Akiwa amekasirika. Kuna tatizo? Imara sasa hivi amejiingiza kwenye dimbo la mapenzi. Kwa hiyo kilichomkasirisha kikubwa ni kumzuia asiendelee na mahusiano. Sasa hivi anajiona pia kachopa. Hata yeye mwenyewe hauamini mfuko wake. Anahisi kamba aliofunga hajakaza vizuri. Muda wote unaweza kumtoroka. Kwa nini?
kuna binti amepewa kazi na Imara ya kumfuatilia mume wake, na wewe binti amenipa kazi mimi ya kumfuatilia huyo kijana. Kumbe Imara ni mpuuzi. Ametoka hapa anaongea kwa mbwembwe, nikajua labda anaenjoy kwenye mapenzi yake, kumbe anateseka. Vipi bosi, nikaichuma nafsi ya kijana? Achana nao, nataka nione haya mapenzi yao yataishia wapi. Wewe endelea tu kuwachunguza, alafu habari zote niletee hapa. Bosi, vipi kazi yao binti, nikaifanya? Najua aliyekupa kazi ni Teta. Wow, ni kama bahati kukutana na mrembo kama wewe mwenye tunda la peponi. Yaani ni kama Adamu kakutana na Hawa. Laiti kama Hawa alikuwa mrembo kama wewe, basi ni haki yake Adamu kula tunda. Na hata kama angekuwa ni nani, asingetoboa. Habari yako? Kaka, samahani. Hajanilipa hela, tunaondoka. Sina hela kaka. Sasa inakuaje? Basi osha vyombo. Sio unaona maisha yangu mwenyewe brandi, hapo na ushaje vyombo sasa. Kwa sababu unaniona hivi nataka kuosha vyombo kwa kiangalia. Kwa hiyo kuosha vyombo uwezi. Subiri kwanza. Subiri dada, shida nini? Utakaponiletea hela yangu. Sasa simu ya nini sasa? Kwa nini naenda nyumbani haje bila simu? Na hata nikikwambia usiifanye, utaifanya. Sijui kakupa nini huyu binti. Madam, hakuna kitu chochote kinachoendelea. Ni vile napenda tu ucheshi wake na jinsi anavyojiamini. Mr. Tony, no love, no stress. Vipi kuhusu mwendo wetu? Nimefanikiwa kujua anapokaa, na kazi yetu itakuwa ni ngumu, maana ameshakuwa mwenyekiti. Sihitaji afya, nahitaji ateseke, na ndiyo maana tulianza na mke wake. Basi sawa bosi, mimi naondoka. Fine. Mr. Tony, no love, no stress. Mundo madamu bana, utakimbilia wapi nisikupate? Bado nataka uteseke. Juhudi, amani, upendo, mwiko kukata tamaa, mwiko kukata tamaa. Hapa sina hela, itaingia. Huyu mwanamke wa kweli. Amri kubwa ni upendo, tupendane. Leo imekuwa tofauti na jana. Tunaishi kwa kusalitiana, tunaishi kwa kumbana, kikulacho kinguoni mwa. Ila usijali. Yule nizobalaweka kwa hapa nitafanya juu chini.
Mbona shtuka hivi? Amna mke wangu. Amna. Nilikuwa nakuangalia huko nikataka nikufanyie surprise mke wangu. Ndio surprise unakuja unanyata unachungulia kama vile sio kwako. Hebu nikusaidie mimi. Najua umechoka sana. Pole na kazi. Twende basi nyumbani. Kikulacho kinguoni mwako, kikulacho kinguoni mwako. Rafiki anaweza kamsaliti mwenziwe, na mume anaweza kamsaliti mkeo, na mke anaweza kamsaliti mmeo. Wetu tukaishi kwa kusalitiana. Kikulacho kinguoni mwako, Oi, Teta vipi? Safi. Tony, mbona unakupigia simu nasema unatokea utokei? Unanikalisha hapa. Mimi napendaga nikifanya kazi na mtu awe serious bwana. Teta. Sorry, kuna kikazi nilikuwa namalizia. Okay, niambie. Nimekuita hapa, nimepata pa kuanzia. Lete Kaifa. Kumbe hisia za Imara zilikuwa sahihi. Wewe unamfahamu Imara? Karibu mume wangu. Wewe tulia kwanza. Yaani nawezaje kuanza kula na sijui chakula kimetoka wapi? Kwa sababu mimi ninachokumbuka nimeacha 1000 tu hapa nyumbani. Sasa nakutana kuna wali afu tena na soda. Mpaka uniambie chakula hii hela kununua chakula umetoa wapi? Kwa hiyo unakula hauli? Mimi siwezi nikala. Mimi ni mwanaume. Kwa hiyo siwezi nikala sisi tunikala bila kujua chakula kimetoka wapi. Naona umeshiba baba yangu. Ukiwa na njaa basi utakula. Weka hapa tu. Kumbe una njaa Lakini maneno mengi. Sio kwamba mimi na njaa. Mimi sema nakula tu hivyo kwa sababu kwani mimi na njaa. Lakini mke wangu mimi nieleze vizuri chakula umetoa wapi? Tena kununua chakula kimetoka wapi? Hebu kula kwanza, mengine tutaongea baadaye. Yaani manyanyaso hayo mengine. Yaani sio fair kabisa. Yaani mimi nakula hivyo hivyo tu. Lakini roho inaniuma kwa sababu sijui hata mtambo ufanye kazi. Hela unapata wapi? Sasa mume wangu, mimi nimeamua kuwa mfanya biashara. Biashara gani ambayo unafanya wewe? Utajua baadaye, wewe kula kwanza. Wewe mimi nakula lakini nakula tu hivyo hivyo. Mimi roho inaniuma sana mtaa. Roho inaniuma. Mimi sijui kama hata wanaume wenzangu wananihudumia hapa, sijui. Mimi nakula tu wanalichokuwa wanaemea wanaume wenzangu. Kwa mume wangu, unataka kuniambia kwamba mimi hichi chakula nimekitoa kwa mwanaume, si ndio? Kwa mume wangu uniamini. Wewe wako majibu huna. Nimekwambia hivi, mimi sasa hivi nafanya biashara. Na ndio maana nimekununulia hichi chakula mume wangu leo uje ule. Sana shangaa unapokula na kulialia hivi, yani sikuelewi.
haya tu. Mimi Mungu atanilipia. Ila kula hivyo hivyo. Umeshiba? Nimeshiba. Malizia basi. Mimi nimeshiba. Mwanangu. Yaani toka umefika unakula, yani wewe ni wakulia tu. Shida nini? Hilo wangu inaniuma sana. Yaani kukosa pesa au? Malizia basi. Mimi nimeshiba. Shashiba pili. Haya. Sasa utalio mpaka saa ngapi? Njoo mume wangu. Njoo basi. Wanaombeleza tu. Lakini leo inaniuma sana. Basi. Mume wangu basi jamani, Yaani mtaani kwa msibiri chako umetoa. Mimi naomba hapo inaniuma. Yaani chifu moja tu. No, hivi ni kwa nini uniamini? Sasa nitakwambia wakati nisipata machupao. Nikwambia wananiambia unafanya kazi sasa hivi. Kazi ya mimi sijui. No, mimi mke wako nimeamua kujishughulisha. Mke wako nimeamua kubadilika. Sasa hivi ni mfanya biashara. Nafanya biashara ndogo ndogo, ndio maana nimepata hicho chakula umekula. Muda wote ukikaa unalia hivi jamani, sio vizuri. Sasa nimekumbuka kitu. Kitu gani? Mimi wasema naenda mara moja. Unaenda wapi tena? Na unaanzaje kwenda ukiona Lio? Mimi naenda kwanza. Kwa baadaye. Tete, utakuwa na tatizo la kumbukumbu. Ina maana umesahau kwamba wewe ndio uliniambia kuhusu Imara? Mimi kumbukumbu zangu zinanambia nilikuonyesha picha tu. Uliniambia kuhusu Imara. Sio kuhisi tu. Lile jamani limalaya. Huwezi amini, lile jamani ukutana nayo nyumbani kwake. Hivi haitoshi kuamini kwamba mimi ni rafiki yake na Imara? Mbona kama unalalamika? Nilikutongoza au? Lile jamani limalaya. Na huku kupenda kwetu kusifiwa, ukilipa sikio umeisha. Ina maana sisi wengine tunaongea pumba. Sasa si uende ukamwambia mke wake. We, kwa jinsi anavyompenda mume wake, wewe unafikiria anaweza kukuelewa bila ushahidi? Hii kazi ushanipa mimi. Niachie. Sio unaenda huko wanakutongoza. Lili jamaa, mbona unaongea hivyo? Isiwe ndio ishaanza kunipenda? Amna bwana, ni utani. Aliumba mbingu na dunia, akatuachia amri kubwa ni upendo. Tupendane, leo imekuwa tofauti na jana. Tunaishi kwa kusalitiana. Tunaishi kwa kumana. Kikulacho kinguoni mwako. Kikulacho kinguoni mwako. Rafiki anaweza kumsaliti mwenziwe.